Mwanachue ufukara maisha mateso, ukipata nafasi soma. Usiendekeze mapenzi, ili mwanachuo fukara. Tunajua familia yako inachoma mkaa ili usome wewe, mwanachuo fukara. Epuka sikendo na makundi, leo ni kwako, kesho kwao. Mwanachuo fukara, mama fukara. Mwanachuo fukara kawa gumzo kwa jamii, ni mateso na tabu. Huyu mbona hapatikani? Okay. Let us try to Abdalla. Yes, Abdalla. Habari yako? Salama. Umeshafika China? Okay, sasa nisikilize. Nenda hapo kwa Feye hapo. Chukua huo mzigo wa bilioni 2. Ndio maana nilimwachia Feye hapo. Nenda kwa Feye, chukua huo mzigo wa bilioni 2. Hakuna shida. Yes, Abdalla. Listen to me please. Usijali kuhusu hili. Mimi niko tayari kwa lolote hili. Nitakusaidia. Kikubwa tu mzigo wangu ufike hapa Tanzania kutoka kwa China. Odi. Okay, sawa. Karibu. Asante bosi. Kama bosi. Hapa. Jambo. Jambo bosi. Karibu kana. Asante bosi. Salama kijana wangu. Una shida gani? Mimi bosi, kuna shida hapa inanisumbua bosi. Moja tu. Shida ipi hiyo? Leo ni siku ya pili sijala. Bali nakula lakini nachukua chakula kwenye majalala. Shida sina hela, ni mwanachuo ambaye nasoma chuo cha uhasibu. Nataka usaidiwe nini labda? Yaani shida yako ya kuja hapa nyumbani kwangu. Shida yangu kubwa ni nimekuja kutafuta nipate tu kibarua, nifanye kazi angalau nipate chochote. Kwa sababu nyumbani penyewe ninapotegemea wazazi wangu wanachoma mkaa ndio wananilipia ada mimi. Lakini nimepiga hii semester, miti ya mkaa kule imeishwa. Mzee wangu amekamatwa na magunia ya mkaa. Kijana, nacheka mambo mazuri. Pole sana kwa changamoto ambazo unapitia. Asante bosi. Labda tu nikuhakikishie kwamba kwa maelezo ambayo umeyatoa, ndio bosi, mimi kama ni mwanadamu sina budi kukupa kazi. Yaani kuondoe tu hofu kuwa kazi umepata. Asante bosi, nashukuru kwa hilo. Okay, sawa. Ila kuna maswali ambayo nataka nikuulize kidogo. Sawa bosi. Vipi? Una wazazi wote wawili? Wazazi bosi, mimi ninao wote. Sasa inakuaje yani mpaka unakuja chuoni, kuna hela ya kula, upo unahangaika huku na kule? Yaani kwamba wazazi kwamba ni kipato hamna au ni nini shida? Mpaka inafikia hatua huko hali kama hii kijana wangu mjini hapa Dar es Salaam, alafu inafikia hatua unasoma accountancy hivi. Sababu ambayo mimi naipelekea hadi kuwa katika hali kama hii hapa. Mimi nyumbani naishi na wazazi wote 2. Na mimi mpaka nimefika huku chuo kuja kusoma chuo,
nimechangiwa pesa za kunifikisha chuo na kanisa, lakini wazazi wangu hawakuwa na uwezo wa kunifikisha mimi chuo. Baada ya mimi kuja chuo, nimekuwa nikifanya vibarua, nikienda baharini kwenda kubeba mizigo, kupakia kwenye malori, kushusha mizigo, tunapata. Lakini mara ya kwanza nilichangiwa na kanisa nikalipa. Lakini wazazi wangu kazi wanaojishughulisha sasa hivi, kazi kubwa ambao wanashughulika nao ni kuchoma mkaa. Na ndio maana sasa juzi nimepiga simu, tuna mchango chuoni wa kununua supplementary. Na kifaa cha supplementary nilivunja. Sasa ikabidi kila mtu atoe 35. Nimepiga simu, wazazi wamekuwa wamechoma ule mkaa. Lakini sasa baada ya kuchoma ule mkaa, mzee amebeba kupeleka kule kwenye soko, kakamatwa njiani. Hadi leo hii ninapozungumza mzee wangu yuko huko. Kwa mimi sina msaada wowote hapo unaponiona, ndio maana nimeamua kuja kutafuta kibarua angalau nipate chochote. Usiendekeze mapenzi. Yaani kwanza pole kwa changamoto ambazo mpaka kwa maelezo hayo sina maswali mengi. Naomba tu niishie hapo. Ila kuhusu kazi nimepata, na nafikiri tu hapa nitamuita, nitaingia kama ndani, nitachukua jembe mara moja nikuonyeshe shamba la kulima. Nitalima ile shamba huko na kitu tutakachopata ndio hicho. Nitashukuru sana bosi. Bosi, nitashukuru sana yani. Ubarikiwe sana kama kipenzi cha ngeli za nomino. Wanafunzi wa sekondari wanasema. Okay, remove fear, I'm here to oppose the motion, mistake that. So, calm down. I'm my boss. Please wait. Sawa boss. Yana. Boss. Mimi ndio kuonyesha shamba. Sawa boss. Mwanachuo fukara kawa gumzo kwa jamii, ni mateso na tabu. Jana sasa ambacho nakitaka, kazi ya kwanza hii mimi umeona hii mimi utapalilia vizuri hapo, utapalilia hizo ndizi huko. Mzione hizo ndizi huko. Hizo nazo ndio zikatiwe huko. Uzipalilie vizuri. Kwa pote alisa bosi moyo na kule chini na wale manyasi yale yote kabisa. Yaani umeona kule kote kunatakiwa kusafishwa huku. Kote kuna kuona. Yeah. Bosi, ngoja tuendelee tuangalie na tuone. Fukara kawa gumzo kwa jamii, ni mateso na tabu. Kijani, lakini pia matunda ni matunda yangu haya. Safari. Mastafeli, lakini pia hayo yote yanatakiwa paliliwe. Ili limeiva na kupatia upate kula. Njoo chume hapa, unafikia hapa? Naweza nikatika. Ili nifika unaweza kupata kula. Bosi, nashukuru sana. Maisha mateso ukipata nafasi. Huwa ni matamu lakini. Ni matamu. Kama demo wa kununua. Kama wako wazima. Yana. Ndio bosi. Lakini pia unaona haya manyasi. Ndio naona bosi. Haya manyasi sitoyahitaji kabisa. Nataka yote yatoke. Tena na kuona kununua. Mwanachuo fukara nilimwahidi mama nakwenda shambani, kufika mkoyoni tumbo la ndiuma. Muona naona bosi, haya tunatokea toke. Haya pia muona manyasi. Haya yote sitohitaji kabisa. Sawa bosi.
Kuwa tabibi kamo moja kali kwenda soko kununua tumbaku. Unaona mahindi? Naona boss. Mahindi yanahitaji yapaliliwe vizuri. Palilia haya mahindi vizuri. Umeshika kote lakini niko kupitisha huko kule nyuma kote umeshika. Nimeshika kabisa boss. Kaka hadi kule kwenye miogo na kwenye kote ndio kwa kupeleka ukaone. Kote mwenye miogo kule utapalilia vizuri. Palilia vizuri kabisa, nahitaji umakini, weledi wa hali ya juu. Boss mimi nimekusikia kabisa. Na kitu ambacho kingine labda ambacho sikukwambia ni kwamba kama utafanya kazi yangu kwa ufasaha na weledi na kwa heshima na taadhima ya hali ya juu, ndio boss, mimi huaga sinaga shida. Mimi huwa namwaga sasampa. Umeelewa? Ndio boss. Lakini kama ukikiuka, ukafanya kinyume na maagizo yangu, ukafanya kinyume na mkataba, hapo ndipo utakapojua upande wangu wa pili ni upi. Yaani mimi bosi nitafanya kazi yako kwa umakini wa hali ya juu. Kwa sababu hapa maisha yameshanipiga vizuri sana bosi. Kwa hiyo mimi sitakuangusha. Kazi yako yote mimi nitaimaliza. Nitamaliza hii kazi yako bosi ndani ya siku 3. Siwezi nikacheza na kazi yako. Ile kijana ambayo ni la msingi na ambalo ninakusihi ninakusihi. Hapa nyumbani kwangu nina mabinti zangu 3. Hao mabinti ndio mboni yangu ya jicho, ndio nyongo yangu. Kama utafanya upumbavu na hao mabinti, utakiuka maagizo ambayo nimekwambia, ukaanza kufanya upumbavu, basi tambua kwamba kuna mawili: kupotea wewe kabisa au kukatwa mshahara kabisa. Umenielewa? Nimekuelewa vizuri sana bosi. Yaani mimi siwezi kufanya. Maisha yameshanipiga bosi. Yaani mimi nisemeje. Yaani mimi hapa nitachapa kazi kama punda ili yani baadaye nipate angalau cha kunisaidia bosi. Okay, sawa. Sasa hivi mimi nataka kutoka. Nipigiwa simu pale. Unakuja pale mda wewe nipigiwa simu, niko naongea na mtu. Nataka nikapokea mzigo pale gari yako. Sawa bosi. Kutoka China. Basi naweza mimi nikakuacha ukaendelea kupalilia hapa. Nitampigia mtoto wangu wa kike atakuletea chakula hapa. Upige hapo uendelee na kazi. Sawa boss. Umenielewa? Nimesikia. Basi hakuna shida bwana, shamba kama ndio hili hapo umeshaliona kila kitu. Fanya kazi kwa makini. Nashukuru sana boss. Yaani ngoja mimi nianze kupiga kazi. Hamna shida. Mimi nimeshakwambia. Ukitaka kujua kilichopo makucha yaliyoko nyuma ya pazia ya kwangu, fanya upumbavu juu ya mabinti zangu. Fanya ujinga juu ya kazi yangu. Siwezi kufanya boss. Yaani hapo amini mimi. Mungu anajua. Okay, sawa. Hakuna shida, nimekuelewa. Sawa boss. Na nimekuamini, inaonekana nitachapa kazi sana. Sawa boss. Mwanachuo fukara kawa gumzo kwa jamii, ni mateso na tabuo. Maisha mateso ukipata nafasi soma, usiendekeze mapenzi. Wale madeni zake wale ikosa hata mmoja wa kugonga hapo. Ndio ambao lazima bwana nigonge hata mmoja. Familia yako inachoma. Hata hiyo mwenyekiti wa kitongoji anapika hiyo mambo yangu. Ni kwako kesho. Mwana
Kali.